Nzamani ya uiiti, nzamani ya magavana, yienda, muvia wa kunyaiikya, ndawa wa Kemsa, unengwe uthasyo wa kuthukuma Kulikiliilwa, ethiwa silikali nikwenda unyaiikya wa ndawa kaundini ulungale. Mweene kivila nzamani ya uiiti na ulangi niwe gavana kaunti ya Tharaka nithi Muthomi Njuki, eweta Kemsa ni muvia waile uthukuma uyungamite otondu katiba ewetete livoti yake Benjamin Mwaka. Ainene achathini cha ene yanda kuma dunia nzima kukonya sekta ya unyaiikya wa ndawa Njuki na ulani mweene kivila nzamani nini ya uiiti ya magavana eweta kana uthukumi wa Kemsa uyisa kwa ila ni kunengwe ilovia sia uthukumi kwika ati ono ngina uthukumi wayo weke kulikiliilwa. And support is not only in terms of capitalizing them, giving money, but we should also give them support by ensuring that we have minimal interference with what happens in Kemsa as a government, by giving them the autonomy to be able to operate. Inge gavana wa tharaka nithi henda muvia uiiti Nzama magavana COG na ngava ingi sia silikali sieke kulikilila uthukumi wa Kemsa no kana ene nthimethwe na mwikio na uthukumi wa muvia uno. I have said and I will reaffirm that again, that it is not possible for Kemsa to be autonomous and efficient if they keep on getting instructions from out there in the Council of Governors, in the Ministry of Health, and from any other part of government. If we give them opportunity to supply, let us give them the autonomy they deserve and audit them out of their own efficiency or inefficiency coming from within. Nuangala kwenda kana muvia withitwe utekweanisya unyaiikya wa ndawa kaundini na ni kindu kimwe ta magavana methitwe mathithia muno kilungalwe. Kemsa has been having an issue in terms of the meeting the demand for the counties. The referral rate for drugs is been around 60%, which the efficient and normal is around 95%. No mwaka niu vala muvia wa kunyaiikya ndawa na ikilingisi kinene cha ulusani na kutuma ona utongo iwayo wikwanywa ni President William Ruto ulona molotile Daktari Andrew Mulwa kutwika ofisa munene wa muvia tanzia mwe ya kwalula sula utongo i Kemsa. Vilengwa mavoko wa musini wa ilovi nito Benjamin Mwaka. Tuisonga nambe na uo kampuni wa mwaki wa stima wa Kengen ni wa maikithishene nthi alama tweva kuvina masilanga maikethe na wia wa mbanga ilaitona kukana na kiwu kingi maiweta kiwango cha kiwu silanga wa masinga takindi muno na kivasa na silanga ukwithi wa uitula ungami wa masilanga aya wiweta kiwu silanga ni uyu wa masinga kikethi wa kitona kutula kethi wa mbudo ilayendele na ukusi wa isioni mbingi vandi ya Kenya ni kwende ya muvaka Mweene wa katatu mwakani ukite ovomuna kampuni wiweta kiwango cha kiwusilangani uyu takina utoni wa kusiaithia stima muyanu livoti yake Ben Musau. Mainena na andiki mama ovo aungami ma kampuni wa kuthia mwaki wa stima Kengen silangani wa masingani maumia wikithio kola kuyene nthi na mono alama tuengaleko ya ithio ya masilanga ya maikethe na wia wa mbanga ilaitonya kukania na kiwu kingi kila kivikia na utola silangani uyu maiweta ithimi cia kiwu tasiende mono. Masinga Power Station, which is the main reservoir for the Seven Forks cascade, and at its full supply level, the level rises to 1056.5, and at that point it will spill. But as we see now, the current water level now is 1042.67, which way below the spillway level. We still have a headroom of 13 meters, and of course 13 meters with the surface area of Masinga Dam to fill. Right now, the water inflow from Tana River is 200 cubic meter per second, and the level is rising steadily, and
so it's acting as actually a flood control, because as the water comes in, the storage capacity, as I said, it can store, Masinga can store up to 1.56 billion cubic meters. So the water is rising steadily with the inflows, the current inflows. And if it continues steadily like that, though we can take over 4 months to fill if it goes steadily, but of course it fluctuates. We have never reached the maximum that it ever reached. The inflows were 800 cubic meter per second. So we are still below what 2018, the inflows of 2018 were even higher. So now you can see it's very much below the spilling level. Ungamei wa silanga uyu eweta kiwu silanga ni wa masinga takikethiwa kitonya utola ketha mbwela yiende na ukusiwa vanthe ya Kenya ni kuendeea na kuwa nginya mwaini wa karatu kana mwaini wa kana mwaka moku. Tukiangalia levels za maji vinavyoingia katika maboa ya Masinga, hatutarajii kuwa maji yanaweza spill hivi karibuni unless hizi mvua zinyeshe mpaka mwezi wa 3 wa 4 mwaka ujao. Kwa hivyo kama KenGen saizi tunaangalia vile tunaweza teka ule maji ili tuweze kutumia kwa muda mrefu. Ovamwana u kampuni uyu eweta kiwango cha kiwu silangani uyu wa Masinga takina utonyi wa kusiaithia mwaki wa stima kwa kiwango kila kikwendeka. Kuna generation ambaye iko na nafasi yake kwa Kenya Electricity Generating Company kugenerate power, na inapokuwa power ikishasalishwa inauzwa kwa kampuni ya Kenya Power and Lighting ambaye iko na hiyo responsibility ya kusambazia wananchi. So ukiona ukosefu kama watu wanasema kwa hiki kipindi mashine zetu ziko sawa, zinasalisha umeme itakavyo, hakuna breakdown. You all know KenGen has got one role in the energy mix of the country. We are the ones that are responsible for stabilizing the cost of electricity, and the hydro power stations are the ones that really provide us the most competitive cost of power, and therefore the more of the hydros that we use, we expect that Kenyans then will feel the benefit of having good hydrology in the country. Vilingi wa Mauvo Mutongoi TV, Nienita wa Ben Mosau.